Pia kwa jina la Yesu. Kwa hiyo sikiliza, zingatia mambo matatu ambazo ni hatua kubwa tatu za kuzingatia unapoingia kwenye ndoa. Wazazi mzisikilize vizuri hizi, mtawasaidia watoto wenu. Hatua ya kwanza, zingatia mianzo ya mahusiano yako na huyo unaingia naye kwenye ndoa. Mianzo inamata sana. Alafu namba 2, zingatia mchakato wa kuelekea kwenye ndoa, mnavyoendesha huo mchakato. Namba 3, zingatia utakatifu wa tukio lenyewe la ndoa. Sasa tuanze moja baada ya jingine. Mianzo ya ndoa. Tunazingatia mambo yafuatayo. Je, ulimuhusisha Mungu katika mianzo ya ndoa? Maana kuna mwingine alianza kuchumbia hata hakumuhusisha Mungu, hakuomba, hakuna chochote ambacho alimuuliza Mungu, alikwenda kwa mihemko yake. Je, ulimuhusisha Mungu? Namba 2, ulizingatia viashiria vibaya au ulivipuuzia? Mko kwenye uchumba, hata hamjakubaliana kwamba tutafunga ndoa siku fulani, anakupigia simu, anakuta simu iko bize, halafu ukija kupokea na kuuliza, hivi unanichukuliaje? Yaani mimi napiga simu inatumika. Aisee, huyo mkioana jiandae utakatwa sikio, kwa sababu wivu umeanza mapema sana. Na mimi namshukuru Mungu anatoa viashirio mapema sana, viashiria kabla hamjaingia kwenye ndoa. Msivipuuzie viashiria kama hivyo. Hamjaoana ameshaanza kukutukana. Wao wanasema hivi, mchumba akikutukana kabla hamjaingia kwenye ndoa atakupiga. Akikupiga kabla hamjaingia kwenye ndoa atakuua. Nenda ukiwa umeshanunua sanda kabisa, uelewe kwamba unaenda kufa. Namba 3, ulisukumwa na hisia au upendo? Huyo uliye naye, wanandoa mnaonisikiliza hapa, huyo uliye naye sasa hivi kwenye ndoa, ulisukumwa na hisia au ni upendo uliokusukuma? Hisia zinaangalia muonekano wa nje, umbo la mtu, muonekano wake, mali alizonazo, elimu yake, vitu ambavyo baadaye vinaweza vikapotea. Wewe uliangalia kazi yake, lakini kuna muda anaweza akafukuzwa kazi. Upendo utabaki kuwa upendo hata bila kazi. Wanaonisikia waseme amina. Angalia ulisukumwa na nini. Lakini ngoja niwaambie, nikupe siri, wala hata usikate tamaa. Kuna watu tuliingia kwenye ndoa kwa kusukumwa kabisa na hisia, wala sio upendo. Na upendo umezaliwa tukiwa ndani ya ndoa. It's okay. Kwa hiyo hata wale mlioingia kwenye ndoa kwa kusukumwa na hisia, bado mnaweza mkachukua upendo mkiwa ndani ya ndoa. Ni sawa na wale mlioko makanisani na kwenye nyumba za ibada. Si wote waliomwamini Mungu walimwamini kwa kumpenda. Wako walioletwa na magonjwa ili wapone, walioletwa na umaskini ili watajirike, lakini katika kuletwa na hivyo vitu wamejikuta wamemwelewa Mungu na wamempenda. Kwa hiyo angalia ulisukumwa na nini. Namba 4, ulimpenda au mlipendana? Hebu vijana ambao hamjaingia kwenye ndoa mlioko hapo, naomba mnipungie mkono. Mnaonisikiliza mahali hapa. Sikiliza, chunga sana kuingia kwenye ndoa na mtu ambaye wewe unampenda lakini yeye hakupendi. Kwenye ndoa tunaingia kwa kupendana. Kuna mtu yuko kwenye uchumba, yeye ndiye anajifanya mtumwa mahali hapo. Yaani yeye ndiye kila siku anauliza umeamkaje, umeshindaje. Yeye hajawahi hata kuulizwa. Aisee, nakutia moyo, hapa sio dunia ya Adam peke yake. Sasa hivi wanaume ni wengi, wala sio dunia ya Eva peke yake, wanawake ni wengi. Usikubali kuwa mtumwa wa uchumba. Hakikisha mnapendana, sio unakomaa tu. Mwishowe kuna wadada wengine wanakubali kuolewa maana kakaka kamekomaa. Mwishowe anasema nimeamua kukahurumia kasije kakajinyonga. Unamhurumia wewe ni Yesu Kristo. Sikiliza, pendaneni, sio wewe tu mpende. Madhara ya kumpenda bila kupendwa, utakuja kuwa mtumwa kwenye ndoa, hata kusimanga. Nakwambia, kwanza mimi nilikuonea huruma ndio maana ukanioa. Lakini uzuri, hata kama ulinionea huruma si umeshakuja. Lakini namba 5, ulihiari mwenyewe au ulilazimishwa? Kuna watu wanafosiwa na peer pressure. Kiswahili chake ni nini Pastor Butoki? Peer pressure, msongo lika. Yes, msukumo wa rika. Watu wanakwambia aisee, na wewe mbona miaka imeenda sasa hivi, miaka 26, 30, mbona miaka imeenda? Nisikilize vizuri, naomba niliseme hili liingie kabisa katika akili ya vijana. Mwanzoni nilisema hivi, kwa kweli kwa kijana kufikisha miaka 30 plus kabla hujaoa au kuolewa ni changamoto. Nisikilize vizuri sasa hii, maana sitairudia tena. Ni heri uzeekee nyumbani kuliko kuingia kwenye ndoa kwa kusukumwa. Amua mwenyewe na Mungu wako ndipo ingia kwenye ndoa. Kama umenielewa sema amina. Maana kwenye ndoa ni mauti na uzima. Wewe jipeleke tu kama unawahi ajira. Kwenye ndoa hatuna mshahara. Usidhani kwamba eti nitakuta ajira imechukuliwa. Kule hatuna posho, hatuna per diem, hatuna sitting allowance.
Kwenye ndoa, kama unaona kabisa maamuzi yako hayajafikia kuoa au kuolewa, usisukumwe na mtu yeyote kuingia kwenye ndoa. Acha uamue wewe mwenyewe muda wako ufike, halafu ingia kwenye ndoa. Angalizo, ukiamua kubaki hivyo, uwe mwaminifu kweli kweli. Si unasema nimeamua kutulia, nitaoa muda ninaotaka, halafu naingia bafuni masaa 3. Basi nazungumzia kuoga au? Namba 2. Zingatia mchakato wa kuelekea kwenye ndoa. Huu mchakato nao muusikie vizuri. Mchakato wa kuelekea kwenye ndoa. Je, ulitumia uongo au ulikuwa mkweli kwenye ndoa? Kuna watu ili wamkamate mdada wanasema mpaka uongo. Yaani mimi mnavyoniona hivi, unamuona yule waziri fulani, yaani yule na mama tumbo, sema tu baba tofauti. Kwa hiyo mimi nikikoa tu waziri anaingia. Sikiliza, hata masikini wao wanaoa. Acha kujiproud. Eleza tu ukweli. Mimi namshukuru hata mke wangu nilimweleza, nikamwambia naona wewe kule unakotokea mwenzangu kuko sawa, ila kwangu utalima vibarua, uko tayari? Ndio. Akaja na tumefunga ndoa wiki ya kwanza kibaruani. Simple, mtoto wa watu. Hakuna shida. Lakini si tunaishi mpaka leo tunadunda. Kwa nini ujipalie ujiko ambao wewe hauna? Mimi kwangu usinione sasa hivi niko kwenye ghetto. Yaani kwenu. Sema tu kweli, usiweke uongo kabisa kwenye uchumba. Ukidanganya kwenye uchumba, utaulipa huo uongo baadaye. Lakini sikiliza, namba 2, mlipata muda wa kuongea. Wale mlio kwenye uchumba, nisikilizeni vizuri. Kuna janga ambalo shetani huwa anawapiga upofu mkiwa kwenye uchumba. Mnatumia dakika nyingi kuongea ujinga badala ya kupanga maisha. Utashangaa tu viko kwenye uchumba, unajua wewe mwanya wako ni kama lango la kuingilia mbinguni, nikikuona naona kabisa Yesu Kristo. Yaani unaongea mpaka simu inachemka, lakini mlichokiongea cha maana hakuna. Kwenye uchumba ndio muda wa kupanga. Mtazaa watoto wangapi? Mtaishi wapi? Ni nani atakayekuwa anatunza fedha? Ni nani ambaye atakuwa anafanya hiki na hiki? Kwenye uchumba. Achaneni na maneno ya kishamba. Unajua hata usiku wa leo sikulala, nimekuota. Uliotaje kama ukulala? Uongo kabisa. Unajua wewe siku kiniacha mimi nitakufa. Huo ni uongo.